Kama ambavyo nilikwambia, nakumbuka nilikuwa na biashara ya nguo pia. Zile nguo Mungu aliona ni kama zinamletea sijui kizuizi. Akaniambia hizo nguo nataka ukazitoe sadaka. Yaani kusiwe kabisa na kumbukumbu ya hicho kitu ambacho nakifanya kwa sasa hivi. Nilikuwa na biashara fulani vya saluni, nikachukua vifaa vya saluni nikampa rafiki yangu. Mimi nifanye kazi ya Mungu. Jamani, ufanye kazi ya Mungu, achana na biashara ya saluni. Na hapo kumbuka unaenda kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu Waswahili wana tabia kusema mwanzo ni mgumu. Yes. Naanza kufanya kazi ya Mungu, nakumbuka naenda kuhubiri mitaani, saa nyingine huna hata nauli. Ndani huko roho haielewi, inataka uende ukahubiri. Okay. Na roho inatulia ukimaliza kuhubiri. Unarudi nyumbani huna hata unga robo. Akili sasa binadamu inakurudi. Ndio inarudi sasa hivi mimi mzima nimerogwa. Nina shida gani jamani? Kwani nina shida gani? Na ukijitizama ni kijana. Sasa kwa wakati huo ndio wage inakuwa changamoto sana, kwa sababu wanaokutazama pembeni wanasema huyu kijana kapungukiwa nini? Kuna baadhi ya vitu tu angefanya na maisha yake yangeenda vizuri, ila wao hawaelewi nini kinachokusumbua ndani. Na hicho unachosema ni kweli. Vijana wengi tunawakuta wanafanya uinjilisti. Kila ukimwangalia unasema mbona huyu kuna vitu vingi sana angeweza kufanya. Kwa nini anasimama hapa ili anafanya hivi? Kabisa ni kweli. Nakumbuka siku moja kiongozi wangu wa kiroho, baba yangu wa kiroho, mtumishi wa Mungu Apostle Melkizedek, akaja akaniambia kazi ya Mungu nayo ni kazi. Ndio nikapata amani. Mimi pia sikuwa naelewa kama ni kazi. Nilikuwa naona ni kama ni utumwa, yani kwamba sasa hivi mimi nimepoteza kazi. Yes. Yaani kwa sababu gani? Babangu wa kiroho siku moja ndo akaja akaniambia, listen mtoto wangu, kazi ya Mungu nayo ni kazi. Yes. Na Mungu atakulipa kwa wakati wake. Biblia inasema hivi, nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari apate kukuinua kwa wakati wake. Sio kwa wakati unaotaka wewe. Kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Kumbuka wewe wakati huo kuna kazi ya Mungu unafanya. Na unaweza kuwa unataka uinuliwe kwa wakati huo. Ila Mungu anachokusaidia tu anakupa amani. Unaenda unahubiri, utachekwa, utatukanwa, utaonekana hamna kitu cha maana unafanya. Kijana akapoteza direction wewe. Lakini ukirudi nyumbani kuna ile furaha unaipata, japokuwa ni furaha ambayo unaipata huku unalala njaa. Okay. Hakuna kitu unacho nyumbani, lakini vile unamwambia Mungu, nimetoka kufanya kazi yako. Baba ninakushukuru, kuna amani naisikia. Ndio muda ambao Mungu anaanza kukufungulia milango sasa.